Kwanza ukirejelea mechi ya juzi Singizini wakati vikosi vinatajwa head coach pale alisomeka ni kocha Matola wanaandika pale kabisa kwenye broadcaster mwenye uhalali wa kurusha matangazo aliyeka jina la Selemani Matola. Kwa hiyo inatambulika kule head coach ni Selemani Matola. Lakini kiutaratibu au kimuundo Pantev ni kama manager na tushaitoaga ufafanuzi huu. Manager wa kikosi husika au kwenye taasisi husika ya mchezo wa mpira anahusika moja kwa moja na kupanga kikosi, kuratibu mazoezi, ambapo pia anasaidiana na coach mkuu ambaye ni ana uwepo wakati huo. Na ukirudi kwenye leseni ambayo anayo Selemani Matola inamruhusu kukaa kwenye bench, japokuwa alikuwa anahudumu anahudumu kwa sababu ya ile red card aliyopata kwa kuweza kuwepo. Lakini tukirejelea pia wakati Pantev yuko Gaborone pale, pia yeye alikuwa anasimama pale, anahesabika kama manager, lakini kulikuwa kuna coach ambaye kwa niaba yake alikuwa anasimama kama kocha mkuu. Kwa uhalali wa Pantev kuwepo kwenye kikosi pale au kwenye touchline pale upo kwa sababu kimuundo au wanapomsajili wakimsajili kama manager, na kumbuka na UEFA Pro lakini tofauti ni kwamba ana UEFA Pro A. Kwa alikuwa na uhalali wa kuwepo kwenye bench. Si ni labda hizi ni siasa tu zile wanazitafuta za kwa nini waliondolewa kwenye mashindano haya, kwa sababu ukienda nyuma kama watamshtaki sasa hivi Simba wana uwezo wa kurudi tena nyuma kwa wauliza alikuwepo Gaborone, na CAF waliwapitisha, waliwapa idhini hiyo Gaborone wakamtumia katika michezo yao miwili ya awali kushiriki katika klabu bingwa. Kwa mujibu wa taarifa amezungumza kwamba kocha manager Dimitar amepewa nafasi pia, amezungumza na wanahabari kwenye mechi yao ya awali, ingawa yeye hastahili pia hilo. Kwa kweli ukirejelea kwenye tovuti ya mtandao wa kijamii wa Simba utaona alienda kuongea na waandishi wa habari nani. Alienda Shomari Kapombe pamoja na Selemani Matola. Mechi achana na mechi ya juzi. Mechi ya juzi. Mechi ya kwao kule ambayo ilikuwa ambayo ilipigwa kule kwao. Inaonekana ni utaratibu upo. Kama ni kweli ana vigezo vya kukaa kwenye touchline, kwa nini sio na uwezo wa kuongea na waandishi wa habari? Hilo ndo swala kuu kwa sababu uwezo ukiwa na license ya kuwepo kwenye touchline, kocha ana uwezo wa kumruhusu mtu yoyote aweze kaongea na waandishi wa habari. CAF anasemaje kwenye hilo kwenye mkutano na wanahabari, wanaruhusiwa kuzungumza kina nani? Wanaruhusiwa, nadhani ni utaratibu wa CAF ndio unatumika hadi kwenye ligi. Rejelea mechi ya jana Young Africans wanacheza na Mtibwa. Alienda kuongea na waandishi wa habari. Ni kocha msaidizi. Obviously. Sasa yeye ni kocha msaidizi, ni manager. Ndio nasema utaratibu ambao upo unawaruhusu watu ambao wana uhalali wa kukaa kwenye touchline kuwa na uwezo wa kuzungumza na waandishi wa habari, kwa sababu haiondoi maana kwamba kuna muundo fulani wa uongozi kwenye klabu upo. Anaweza kwenda kocha msaidizi, anaweza kwenda manager wa timu, kwa sababu manager ukienda hata kwenye mpira wa Ulaya manager anakuwa anavaa kofia pia coach. Rejelea kina Alex Ferguson. Kwa hiyo kuenda kuhudumu au kuongea na waandishi wa habari kwenye mchezo ule wa kwanza haitakuwa kitu kigeni sana, kwa sababu ukitoa tu pale anakaa kwenye touchline. Sasa nani mwingine anaweza akatoa maoni kuhusiana na mchezo kama sio mtu ambaye alihusika kukaa kwenye touchline? Sioni mantiki sana au kulalamikia ushindi wa namna hii kwenda kwao kinyepesi zaidi hivyo. Tutarejelea kosa lile ambalo lilifanyika kwenye mechi ya Tanzania na Guinea kama mnakumbuka walalamika namba za mchezaji mgongoni, kwamba namba alikuwa amepewa Ame na alioingia nao uwanjani mbili tofauti. CAF akatoa ufafanuzi, hizi zinaitwa ni administrative problems au ni makosa ya administrative, na vina maana yake adhabu yake inaweza kupewa adhabu au vitu vingine. Sasa wao kuja na claims kama hii kwamba kocha alienda kuongea kwenye manager, Pantev alienda kuongea kwenye press conference, alafu hana uhalaliwa kukaa kurejelea. Gaborone alifanya press conference zote nje ndani,
home and away, akaja akafanya kwa Msimbazi, kafu anaangalia tu, means hoja zao bado mpaka sasa hivi hazina mashiko. Na kwa jinsi ambavyo wao ripoti yao ama maelezo yao wanaamini kwamba Simba benchi la ufundi halina vigezo vya kukaa kwenye touchline, kwamba hawana sifa wote hadi Matola. Simba hiyo wanaizungumzia ni Simba ambayo ina msimu huu ni mara ya 7 anafuzu kwenda hatua ya makundi. Ni si bahati kwamba ni klabu ambayo ni ya 5 kwa ubora Afrika, kwamba muda wote huo hawana uzoefu wa kuelewa mambo hayo yote yanafanyika vipi, mchakato mzima wa kuweka structure yao ya makocha, structure yao ya wachezaji, kwamba ifahamu. Sidhani kama hoja yao ina mashiko, kwa sababu kusema wana vigezo, tunarudia hii ni timu tu imetoka kucheza finali juzi na makocha ni ukitoa kile makocha waliondoka kina Faro Davis msimu huu, lakini ni timu ambao kwa muda mrefu sana imekuwa ikifuata utaratibu unaoletwa pelekwa na CAF. Lakini pia wanazungumza kwamba orodha ya majina ambao yameorodheshwa kwenye benchi la ufundi la Simba, baadhi yao wapo wanatumikia Raja. Sasa hapo ndipo ambapo CAF sasa utabidi wakae na Simba Sports Club wapitie zile nyaraka ambazo wamezishare. Kwa mpaka sasa hivi nashinda kuamini kwamba Simba wameondoa benchi la ufundi lililopita Faro Davis, wametumia karatasi hizo kwenye mchezo wao wa pili wa Gaborone, wametumia kwenye mchezo wa kwanza wa Nsingizini, wakatumia kwenye mchezo wa pili. Sidhani kama Simba watakuwa si watu wa kufuata utaratibu kiasi hicho, kwamba makosa haya madogo ambao wanajua yanaweza kuletea matatizo wakatumia. Kwa hoja kama hizi mimi mpaka sasa hivi ni kama naona kama hoja za kupuuzia au namna kutafuta visingizio tu wa kuonyesha kwa nini walipoteza mchezo husika. Lakini tukirudi katika mantiki ambayo inaleta umaana katika kuelewa kutafakari hili jambo, Simba Sports Club hawawezi kupeleka majina ya makocha ambao hawapo tena kwenye benchi lao la ufundi. Na kikanuni kwa makosa kama haya, kama itabainika ni kweli, kuna kwamba matumaini kwamba yanaweza karuhusu Simba kupokwa alama au kuinguliwa kwenye mashindano kwa haya ambao wanaeleza wao. Mara nyingi natazama makosa ambao yanatoaga watu alama ni mara nyingi yanakuwa ni on field, yani makosa ya uwanjani. Either kuna referee kama street au kuna vitu ambavyo vurugu zimetokea, vitu kama hivyo, kupokwa infrastructures tumeona zisababisha timu zikanyang'anywa alama. Lakini kuna yale makosa tunasema administrative, yani ni makosa ambayo ni ya kimuundo, ya kiuendeshaji, yakitokea mara nyingi huaga mwisho wake ni kutopata fine. Unatozwa fine, maisha yanaendelea. Siamini kwamba makocha kukosa vigezo kuna ruhusu timu ikanyang'anya point. Nakumbuka kwamba kabla ya michezo kuna pre-match meetings zinafanyika si chini ya moja, wanafahamu utaratibu unavyoenda. Kwa muundo wangu mimi au kwa tafakari yangu mimi, kama kutakuwa kuna kosa hilo, basi litakuwa ni la administrative, yani kiuongozi zaidi kuliko ndani ya uwanja. Kama kutakuwa na makosa, matokeo hayatabadilika hivyo. Matokeo hawezi kubadilika. Yani mpaka matokeo yanaondoshwa kwenye mtu ananyimwa point, sio jambo jepesi. Kuchezesha mchezaji ambaye ana kadi 2 za njano na akahusika kwenye mchezo. Nitakupa mfano wa mechi ambayo timu ilipokwa point. South Africa anacheza na Benin kama sio Nigeria. Mokwena alihusika, alikuwa na kadi 2 za njano, akahusika kwenye mchezo huu ambao South Africa alipata ushindi. South Africa akapokwa alama. Akiwa kama mchezaji wa ndani. Okay. Mokwena alikuwa ni mchezaji wa ndani, kiungo wa South Africa ambaye anacheza Mamelodi Sundowns. Alichezeshwa akiwa na kadi 2 za njano. Baada ya kujiridhisha CAF kujiridhisha, wakapoka alama South Africa na ushindi wakapewa timu nyingine. Ndo taratibu ulivyo kwenye swala zima la kuchukua alama. Kuchukua alama kwenye timu mara nyingi vinakuwa ni on field events zinasababisha hivyo, lakini kwenye touchline
sijui namba kwenye substitutions zimekaa ndivyo sivyo, zinakuwa termed kama administrative errors, ambao mara nyingi kwa mchakato unavyoendaga huaga ni makosa ya kupewa fine. Kwa hiyo kama itabainika fine tu, hakuna fine, hakuna jambo lingine unless labda kuna kosa lingine ndani ya uwanja, na hisi ndio tutaenda kwa kosa Simba Sports Club. Okay. Usisahau kusubscribe kwenye YouTube Mwandike Digital.